Mtazamaji, leo tunazungumzia jambo muhimu sana kwa wakulima wa parachichi, changamoto za udongo ambazo zinaweza kuathiri ukuaji wa mavuno ya miti ya parachichi. Wakulima wengi wanapanda kwa juhudi kubwa, lakini bado wanakutana na matatizo kwenye mashamba yao. Tupo na mkulima mzoefu katika kilimo hiki ambaye atatusaidia kuelewa changamoto hizi na nini cha kufanya katika shamba lako. Endelea kutazama ili usikose maelezo yake muhimu ambayo yatakusaidia kuboresha shamba lako. Ni kwamba sisi ni wakulima wazoezi. Serikali yetu imejitahidi sana kuwaleta maafisa ugani, maafisa kilimo, wako wengi. Mimi siku zote nimesema ni kwamba hivi, katika sekta zote au wizara zote, hakuna wizara ngumu kama ya kilimo. Mfano, aliyesoma mambo ya afya, wizara ya afya, hata kutoka Njombe akaenda Arusha atakwenda kukutana na vifaa vile vile vya vitendea kazi. Aliyesoma umeme akiondoka hapa kwenda Mtwara atakwenda kukutana na vile vile wizara ya nishati. Mtu wa mifugo akitoka hapa aende Mbeya atakwenda kukutana na vifaa vile vile vitendea kazi, na ng'ombe ni wale wale. Sasa unapochukua afisa kilimo au afisa ugani, wanashindwa kumudu, kwa sababu huyu mtu ametoka Mwanza, amepangiwa Njombe. Anaisikia anaisikia tu kwenye vyombo vya habari au kwenye magazeti, unaona, lakini hata mtu wenyewe hajawahi kuona. Atamsaidiaje mkulima? Yeye amezoea pamba. Unamleta mtu wa Tanga, yeye amezoea ni kwao anaujua mkonge. Unamwambia aje alime njegere huko, atafanyeje? Sasa hao maafisa ugani au maafisa kilimo inakuwa ni ngumu sana kwao kumwelimisha mkulima. Sasa kama mimi nikija, mimi ndio mkulima mzoefu, ninapomleta afisa kilimo kuja kuniambia, nitakuta mambo mengine anachoniambia ni yeye aliyesoma darasani, lakini vinapishana na mazingira nilionayo. Unaona? Kwa sababu shughuli yoyote unapokuwa unaifanya ujue mazingira. Kwa hiyo nitakia nini kifanyike? Sasa mimi nilichokuwa nafikiri kwenye serikali kwamba wasome kama wanavyosoma masomo mengine, kwamba mimi nataka kusoma sayansi, asome sayansi. Kama ni mikoa ya kusini amechagua asome mazao yanayostawi kusini, itatusaidia. Hiyo itatusaidia sana na tutakuwa na wataalamu wazuri. Lakini hii ya masomo yote ya korosho, kahawa, mkonge, sijui chai, iriki, ufuta, sijui nini, hatuwezi kufika mwandishi wa habari. Hatuwezi kufika. Ndio maana sasa wataalamu wengine hata wa kilimo hatuwatumii kwa sababu hatuelewi. Yaani hata wakija, yani wanaona tena wewe mkulima ndio una uzoefu, wanakuuliza maswali wewe. Unaona? Yeye anakuwa hajui. Unaona? Leo kuna kupima udongo. Tunahimizwa na halmashauri za wilaya, pimeni udongo. Mimi ni mkulima mzoefu, ninafahamu, hata nikitazama udongo tu kwa macho ninafahamu kwamba hapa kuna tatizo hili. Vile vipimo vyao walivyotuletea ni vipimo vya futi 2 sentimita 60, wakati mzizi wa parachichi unakwenda mita 1 mpaka mita 2 kwenda chini. Athari zinakwenda kutokea pale chini. Leo ninavyoongea nina shamba langu la ekari 4, parachichi zote zimekufa, na nilipima na nikaambiwa na dawa na mbolea za kutumia, nimetumia, shamba limekwisha. Leo nimepanda milingoti. Sasa wapi? Ni mtaalamu amekuja kupima udongo, amekushauri mbolea nitakotumia hizi. Vipimo alivyonavyo vya sentimita 60 ni kwa mazao mafupi, mahindi, maharage, njegere, ngano, lakini sio kwenye parachichi. Hiyo mimi kama mkulima mzoefu, hilo nimeliona kwamba ni tatizo. Wajitahidi serikali watuletee vipimo vinavyopima udongo mpaka chini. Na hata leo nitakwambia kwamba udongo huu haufai kwa parachichi. Naweza nikakuelekeza kabisa. Na Njombe hii kuna watu wamepata hasara kutokana na udongo ambao upo huko kwenye shamba. Yeye amefika tu amenunua shamba na wameleta mtaalamu amepima ule udongo, amesema hapa leta mbolea hii, urea, sijui nini, samadi, weka. Lakini matunda ndani ya miaka 3 anavuna matunda, shamba limekwisha. Kwa sababu ule udongo haufai kwa parachichi. Lakini niwashukuru wale wanaonitumia
wale waliogundua tatizo kwamba hapa nitakuwa tumtumie, ninawasaidia sana. Nimefanya kazi na shirika la Enterprise Works, ndio ambalo lilisambaza shughuli za matunda haya, nilifanya nalo kazi. Baada hapo nimefanya kazi na Techno Save, nimefanya nalo kazi. Nimefanya kazi na shirika la TAP ambalo lilihusiana na viazi pamoja na matunda, lakini nikafanya nalo kama mwaka mmoja nikaa nimeachana nao. Nimekuja kufanya kazi na shirika la taka toka 2016, nimestaafu 22. Kwa hiyo wakulima wengi ambao kwenye vile vikundi nilivyokuwa nafanya nao kazi, mafunzo, nilikuwa nafundisha sana habari za udongo, kujua udongo ni aina gani unaotakiwa, namna gani shamba la parachichi tunataka tulitunze. Unaona? Kwa hiyo hayo ndio shughuli nilizofanya, lakini leo hii ninafanya kazi binafsi. Kuja kufanya kazi shambani kwako na semina nitakupa wewe kama wewe una familia yako, nafanya. Kwa hiyo ndio shughuli. Sasa hivi sina kitengo chochote, nafanya kazi za kujitegemea. Ndio maana sasa hivi nafanya kazi Mbeya, Tukuyu, nafanya kazi na wakulima wa Bukoba, Makambako, ndio sehemu ambazo nafanya nazo. Mfindi nafanya nao kazi. Unaona? Lakini sehemu kubwa kwa sasa hivi wanaoniita wanahitaji kupanda, lazima wanishirikishe. Wengine sasa walishapanda, changamoto ya miti yao, tatizo ni nini? Basi wananiita na kwenda. Sasa mashamba yao, mwandishi wa habari, kama alishakuwa amepanda labda miaka 3, sasa naomba uione hii hapa. Unaona huo mti huo hapa? Changamoto ni udongo. Unaona ule mti ule? Changamoto ni udongo. Maana sasa huwezi kuamini huu mti kama nilipanda siku moja na hii hapa. Maana sasa nini kinachofanyika hapa? Ni kwamba ukitaka kujua changamoto za udongo, angalia wanapokuwa wamechimba barabara. Mimi kwa sababu ni mzoefu, hata kama siku tumesafiri na wewe, nakwambia unaona udongo huu, unaweza kuona kuna walikochimba barabara gema kubwa refu, unakuta kuna udongo fulani umejitenga, kama mfereji tu kadogo tu kamejitenga, kameshuka mpaka chini. Kwa hiyo sasa shimo lile la parachichi likisha kuja kugusa hapo, basi huu sio ugonjwa, wala ule mti sio ugonjwa. Kwa hiyo hapa sasa hivi kutoka pale mpaka hapa, huu udongo upo. Ndio maana unakuta miti iko tofauti. Changamoto nyingine kwenye swala la udongo, tuna misitu ile ya asili. Unaona? Tuna misitu ile ya asili. Ile misitu ya asili watu walifyeka wakapanda parachichi. Parachichi unakuta zimekwenda miaka 2, mche unakauka. Unaona? Kuna miaka 3 au miaka 4 mti mkubwa unakauka. Kwa hiyo haya nimekutana nayo kwa sababu wakulima wananiita niende kufanya utambuzi. Unapofika pale unaangalia tu udongo. Mahindi yamestawi vizuri. Unaona? Kama ni viazi vimestawi vizuri. Sasa kwa nini matunda yanakauka? Kwamba lile chaka lile linakusanya aina nyingi za miti. Sasa ile miti ikishakuwa imekusanyika, iko kwenye ile chaka, yale matakataka yanayotua, yale yanayoshuka, kuna mengine ni sumu. Sasa yanaposhuka yale maji yakioza, maji yanaposhuka pale chini yanaenda kutengeneza kemikali. Kwa hiyo mizizi inapokuwa inashuka, ikifika pale kwenye ule udongo, mizizi inaanza kuoza. Basi. Ndio.